Hello, my beautiful people. Hey, my name is Chibudenga Mnyamsimba from South, aka Bin Laden Sharpshooter. Yan harimu manuko. Ndakubwira ati niba utaruga kana subscribe right now, kana subscribe kugira ngo ukomeze kuronka update ibiganiro bitandukanye. Ndi kumwe na Bunny Bro canke Benny Crowd. For another time, bro. How are you, bro? Ndi kumwe na Benny Crowd, ndi kumwe n'umu maririmbyi canke mu bahinyanyuzi. Mvuze mu maririmbyi ashaka batabitahura mugabo n'abandi bakabitahura mu kudukurikirana hajya ariko Benny Crowd the wrong time. Yeah, igihe ni kinini cyane. Yeah. Ariko nifuza kumenya ibintu kuri Ben mbe gushika no masaha music nka music canke uvuga umwuga wa producer ugeze hehe? Aho icyo navuga aho tugeze bivanye naho twari ubusiho turi kandi navuga yuko ibintu ari byiza cyane. Okay, samahani ndazakuza mu Kiswahili kubera ababurya nani cyakudusha mu ndimi zose. Paka sasa hivi zipi changamoto ambazo unaziona kwenye kazi yako ya producer? Angali ukitazama mwanzo hazikuwepo, lakini from today unaziona kwamba zinajikita sana, zinachukua nafasi ya mbele sana. Changamoto ambazo nakutana nazo ukiangalia hazikosi, haziwezi kukosa, kwa sababu ukiangalia hapo nyuma kidogo nikidhani historia yangu kidogo unaweza uliweza kuisikia kipindi kwa bado nipo Nyanza Makamba. Kipindi hicho mambo yalikuwa yapo vizuri kwa sababu mkoa yule nikidhani ulikuwa unasikia kama mimi ndo nilikuwa champion katika swala la muziki profan. Sasa nilipokuja huku nilistruggle kwa sababu sio nyumbani, sio wapi, na watu kuamini na watu kuamini na kwa ni ngumu sana. Kwa hiyo mpaka waaminishe yani unakuwa umepitia changamoto nyingi sana. Hadi sasa hivi naweza nikasema ndio nilivyoanza sivyo nilivyo sasa hivi, kwa sababu mwanzo ulikuwa ni mgumu sana. Ukilinganisha na wengine ma producer nakwambia jogoo wa kijijini hawiki mjini. Nadhani kauli hiyo ushaisikia sana, ishawahi kupita kwenye masikio yako. Hivi wewe unahisi anawika jogoo wa kijiji anawika mjini fresh? Wanasema paka uroge ndio unaweza kutoboa mjini. Hapana, sio mpaka uroge. Unajua nikwambie kitu, Mungu alichokuandalia hata kuje mambo gani ya kukuzuia yote utayagonga mwamba mwanangu. Ngoja basi turudi kwa hili hapa. Wanasema kwamba kuna master ama niseme superstar wengi ambao wanafanya vizuri, lakini kuna maproducer ambao wanafanya vizuri lakini wanakosa ile opportunity ya kuweza kufika ile step ya kuweza kuhoji ama au ya kuweza kufanya kazi za master wakubwa. Kwako wewe hapo nadhani kipaji unacho na uwezo unao, lakini je, ushapata fursa ya kuweza kutengenezea kazi superstar au msanii mkubwa wa ambaye na level fulani ili uweze kuimprove uweze kusukuma kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Kiufupi naweza nikasema kwamba kazi tunazifanya na nikidhani wanaotujua wanatujua, kwa sababu huwezi kujulikana kwa wote lakini tuko tunapambana na jinsi tutakavyoweza kujulikana mpaka hao wakubwa ambao hawatujui watufahamu si tunafanya kazi gani. Hawawezi kukosa labda kwa viwango vyao. Lakini zipo kazi baadhi ya kazi ambazo tushazifanya na zimeshakuwa mtandaoni. Ushawahi kumapproach msanii yoyote ukamuomba kwamba uweze umfanyie kazi waweze dunia iweze kuona kipaji chako, au bado unaona kwamba itakubidi ufanye kazi wao ndo waone ili ndo waje kutafuta? Wasanii wakubwa, ukisema wasanii wakubwa mfano kama hapa Burundi naweza nikakwambia niliweza kufanya kazi nao lakini bado hazijatoka. Ila si kututumbulia lakini ukatupa star mmoja tu. Mfano wapo master, siwezi kusema ni master wakubwa sana lakini ni waimbaji ambao wana majina hivyo. Mfano Freema Boy aliweza kufika hapa. Freema Boy ni msanii mkubwa. Freema Boy ni msanii mkubwa hapa. Kwa hiyo hapa kuna project yake karibia project mbili zipo hapa. Pia wapo wasanii wengi tu ambao wana majina hivyo kama Freema Boy ambao washakuja, kama mfano wakina Waridu Bambis, wote wameshafika hapa na ni wasanii ambao hapa mtaani wanasikika, wanafahamika kwa baadhi ya muziki fulani. Pia kuna msanii mwingine ambaye anaitwa Aslaya. Aslaya namfahamu. Alitumika pamoja na Rolilo MJC.
huyo naye yuko na project hapa ambayo kinaandaliwa. Kwa hiyo ndio maana nimesema kipindi zitakuja kutoka ndio nitakuwa na neno zuri la kuweza kuwatangazia mastaa na wao waje kupikiwa kupata kazi nzuri. Na imani kabisa hizo kazi zitaweza kuwafikia tu. Ben Crowd, kati ya mastering ama niseme katika swala nzima la mastering au kutengeneza beats, kategori gani ambayo unahisi wewe ni champions katika mazingira haya? Kiufupi hapo nikisema kuhusu upande wa mixing na beat na beat na kufanya beat maker, naweza nikasema kwamba naona kabisa hapa mixing ndo sana kwenye mixing. Why kule ulipotoka alikuwa anakuamini kwa swala nzima la beats? Au ulifika mjini ukakuta kwamba kuna vigogo vingine unaona hapa sasa nitoke huku nifuate huku siwezi? Mimi najua kule nilipokuwa wananifahamu vizuri kugonga beat vizuri kabisa. Lakini unajua ukifika mjini kuna vipaji vingine vinakuwa vimejificha. Kwa hiyo ukishaviona lazima uwasogelee, halafu uwasogeze karibu yako ili muwe mnasaidiana baadhi ya kazi, kwa sababu wapo madogo hapa wanapiga biti kweli, unasema huyu dogo alizaliwa huyu si mwezi aliumbiwa kabisa si mwezi unaona, lakini unakuta aliumbiwa na touch yake kabisa ambayo unakuta ina ladha kwenye masikio ya watu nini, lakini japo utakuta sio kila style wanaziwezea, lakini utakuta kabisa touch yake iko vizuri. Wenda ukimpa mawazo, mkifanya mawazo mkiwa wawili unatoa kitu kikubwa sana. Tuseme moja kwa moja ushasimamisha swala nzima la uimbaji. Uimbaji ndo siwezi. Hivi sasa ndo naanza rasmi. Ndo naanza kuimba. Hivi yani kabisa naweza nikawatangazia watu kabisa Beni sio producer tu, bali ni muimbaji pia ambaye anataka aanze kufanya muziki rasmi kama msanii. Moja kwa moja tujiweke pamoja na watu wetu ambao wanaotutazama. Ni Eric Burundi TV Defense Channel. Unaambiwa kwamba kama ulikuwa hujasikia basi leo sikia, kama ulikuwa hujaona basi ona. Niko pamoja na bani bwana. Ashafika mjini. Nakwambia niko vizuri, nafanya vizuri, nasumbua na watu wengi wananifuatilia na wananifuata, wanaomba niwafanyie kazi. Lakini nilivyokuwa nakuzoea brother, I think kwamba wewe ni mmoja katika watu ambao wasiojua kukata tamaa, na ni muda mrefu tayari ushafika mjini. Na watu walitarajia kuona uwezo wako wa kutengeneza, wakatarajia kwamba kipindi umekaa hapa ni muda mrefu, lakini hatujaona umekuwa up zaidi ya why bro, inatokana na nini? Unajua kila mwaka una mazao yake. Ulivyovuna jana sivyo utakavovuna leo. Nikidhani unanielewa. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kumaliza mwaka labda uko mjini, sio kwamba mji una watu wengi. Una watu wengi. Kwa hiyo wale watu wengi mpaka wakujue, ina maana kwamba kwanza sisi ni maproducer. Sisi sio vioo vya jamii kama wasanii rasmi ambao kila muda unakuta hapo kwenye vioo wanauza sura. Mara nyingi sisi tutajulikana kwa jingo tu. Beni, unasikia? Lakini sasa kama Beni mixer au sasa nataka kujua hapa. I think kwamba Motsa unamfahamu. Ndio, sana. Ni mmoja katika marafiki zako sana. Na umetoka mbali sana, I know, nafahamu hivyo na mnatoka sehemu moja. Na Motsa alimekuja kuwa hiti, ingalia kwamba paka nadhani kwamba kuna vitu hata ushaye kumuonesha elewesha. I think najua kwa sababu mwenyewe wote mnatoka sehemu moja. Na nyie wote nawaelewa kama washikaji wangu, lakini sijui kama mshafundishana sielewi, lakini mlikuwa kwenye mna umoja fulani. Lakini why from today mpo sehemu moja tena upande mwingine, lakini sijawahi kuona post yenu kwa pamoja au kupushiana kimazingira ama kupeana vitu baadhi ya vingine watu tunafahamu why inatokana na wapi, au kuna kila mmoja anajiona bingwa? Hapana. Cha kwanza Josani ndo Motsa tunaongea vizuri sana. Ni rafiki yangu ambao tunadiliania hali kila siku. Ananisalimia na mimi namjulia hali, vitu kama hivyo. Kuwa yupo Iteka Music leo ni furaha kwanza kwangu, kwa sababu ni mtu ambao tulisota naye. Kiufupi naweza nikasema sio kwamba hakuna kazi ambayo tunaweza tukashare naye. Ni ile tu bado wakati. Unajua kila kitu kina wakati wake. Hatujaona kama inafaa, lakini ipo siku moja nitamsendia project. Ama yeye atanisaidia project, tukifanye collab, mfanye kazi. Basi wewe tuzungumze na yeye. Haishagazi. Make a track. From today I think kwamba mnamfahamu.
Mike sana. Yule dogo langu sana. Nikidhani unamjua vizuri hata wewe mwenyewe tulipita shule. Ni wote ni maproducer. Leo lakini sijawahi kuona mna umoja bro. Why? Umoja upo. Michael pia tunaongea naye. Unajua sisi kama sisi tuliishi kama ndugu. Na mara nyingi uone ndugu jinsi walivyo. Utakuta hawapeani muda mwingi sana wa kudiscuss kwa sababu muda mrefu sana walikaa sana kiasi kwamba kumbukumbu sehemu bado mnakumbukana kimawazo tu. Unaona? Sio kwamba eti itafika wakati mwe mnaongea kila muda pana. Kwa kuwa umri unazidi kuenda na kila mmoja anapanuka kichwani, anahitaji kesho aandae maisha yake na familia yake. Ndio maana unaona sio kila muda kama zamani. Tunaendelea lakini urafiki upo kabisa. Wewe tupige shots. Twende na hili. Beni sasa hivi ana mke? Sasa hivi sina mke mzee. Beni mpaka sasa hivi ana idadi ya watoto wangapi? Sasa hivi niko na idadi ya watoto hawa wawili. Sio wanne? Wawili. Wawili tena wa kiume mzee. Madume. Ila wapo. Matarajio yako kufunga ndoa ni lini? Matarajio yangu kufunga ndoa na bado sijawaza. Kwa sababu bado niko napambana kwanza na swala la muziki. Unajua huu muziki wetu ukisema uingize mambo ya kuoa tena ndani. Kazi nyingine unaifanya nje ya muziki kazi gani? Kazi nyingine ambayo naweza nikasema ninayofanya nje ya muziki, nafanya biashara. Fanya biashara gani bro? Mada ya kulevya. Unaweza kukuta mimi ni mfugaji. Mada ya kulevya. Unaweza kukuta mimi ni mfugaji ama ni muuza nyanya. Japo unaniona niko hapa. Fresh, maisha yanaendelea. Basi ngoja moja kwa moja niweze kuongea na watu wangu. Moja kwa moja nikuage moja kwa moja. Basi nakwambia kwamba kama ulikuwa bado hujabonyeza subscribe, hii ni Eric Ebulun TV. Jitahidi bonyeza subscribe, ni moja katika ushirikiano ambao utakuwa umetuonesha, na huku bila kusahau kwamba tutakuwa tunawapa mambo makubwa, mambo makali. Asante sana.